Mazingira wezeshi wanufaisha wenye mahitaji maalum UDOM. Changamoto ya uhaba wa interneti athiri ujifunzaji wa wanafunzi UDOM. Vijana wahimizwa amani na maadili UDOM. Na katika michezo, kombe la muungano laendelea kutimua vumbi visiwani Zanzibar. Hujambo mtazamaji na karibu katika taarifa ya habari kutoka hapa UDOM Digital. Msomaji wako ni mimi Ridhiwani Juma, karibu ungana nami. Chuo Kikuu cha Dodoma kimeendelea kuchukua hatua za kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, hatua inayolenga kuhakikisha wanashiriki kikamilifu katika masomo yao bila vikwazo. Taarifa kamili na Agatha Yona. Mazingira ya kujifunzia yameendelea kuboreshwa na kuwa rafiki zaidi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika Chuo Kikuu cha Dodoma, hatua inayowawezesha kushiriki kikamilifu katika masomo yao. Chuo kimeweka mazingira mazuri kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, ikiwa ni huduma ya usafiri pamoja na upatikanaji wa vifaa maalum vinavyowasaidia kujisomea na kufanyia mitihani yao kwa urahisi. Chuo Kikuu cha Dodoma kinawasaidia wanafunzi wenye uhitaji maalum kwenye maeneo mbalimbali. Eneo la kwanza linawasaidia kwenye kuwapa vifaa ambavyo vitawasaidia kwenye usomaji wao na shughuli nzima ya ujifunzaji, ikiwemo miwani za kusomea, vifaa vya kuandikia mitihani kama braille. Lakini pia Chuo Kikuu cha Dodoma kinatoa vyumba maalum kwa ajili ya makazi na kipindi cha mitihani kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Nao baadhi ya wanafunzi wenye mahitaji maalum wamesifia jitihada za Chuo Kikuu cha Dodoma kwa kuwapatia mazingira rafiki na wezeshi katika kufikia ndoto zao. Kitu cha kwanza ninachokipenda kwa UDOM hasa katika college ya social, kwanza ni usafiri. Chuo kinatoa usafiri wa kwenda darasani na kurudi, pia hata kwenda sehemu zingine. Pili ni barabara. Barabara za UDOM ziko supported na wheelchair. Tunapokuwa tunatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, zinakuwa zinatusaidia kwa sababu ni barabara rafiki. UDOM ni chuo pekee ambacho kina mazingira mazuri yanayowasaidia wanafunzi wenye mahitaji maalum kujisomea kwa amani. Kwa sababu ukiangalia kwenye upande wa miundombinu, barabara ziko flat sana, hazina ile miteremko kama mara makorongo ambapo inafanya hata wale wanafunzi wenye wheelchair kufika sehemu husika kwa wakati. Lakini pia hata kama vipindi vinafanyika kwenye ngazi za juu, yani kwenye magorofa yale, wanafunzi wenye wheelchair wanaweza pia wakafika kwa sababu zipo zile njia ambazo hazina zile ngazi. Kwa kiufupi, UDOM ni rafiki na zaidi ya rafiki kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Uwepo wa mazingira rafiki kwa watu wenye mahitaji maalum katika Chuo Kikuu cha Dodoma kumewawezesha wanafunzi hao kufurahia na kuboresha ushiriki wao katika masomo na mitihani. Agatha Yona, UDOM Digital. Asante Agatha Yona kwa taarifa hiyo. Katika Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM, huduma ya interneti imekuwa miongoni mwa nyenzo muhimu katika kuwezesha shughuli za kitaaluma, utafiti na mawasiliano ya kila siku kwa wanafunzi pamoja na wahadhiri. Hata hivyo, uhaba wa huduma hiyo umekuwa na athari kubwa. Taarifa kamili na Rukia Fadhili. Kutokana na maendeleo ya kisayansi na teknolojia inayoenda kasi zaidi na uwepo wa upatikanaji wa interneti na matumizi makubwa ya simu na kompyuta, Chuo Kikuu cha Dodoma kimekuwa nyenzo kubwa kwa wanafunzi katika kupata elimu, licha ya kuwa hali ya upatikanaji wa interneti imekuwa changamoto, kwani hupatikana katika maeneo machache, napo baadhi ya wanafunzi wameeleza changamoto hiyo inavyoathiri namna ya kujifunzaji wao. Changamoto tunazozipata wanafunzi kwa habari ya internet kuwa duni ni kwamba tunatoka rooms tunakoishi mpaka maeneo ambayo yamesetiwa network, hususan ofisi za kitaaluma, kuna umbali, hivyo hii inasababisha kupoteza muda. Lakini sio hivyo tu, kuketi kwa muda mrefu pembezoni mwa majengo haya, hii nayo pia imekuwa ni changamoto ambayo imekuwa inachukua muda mrefu sana kama wanafunzi, manake tunaacha shughuli zingine, unakuwa unakaa eneo hilo kwa sababu ya kutafuta mtandao. Kwa hiyo hii imekuwa ni changamoto kubwa sana. Lakini pia uwepo wa ofisi chache ambazo zimesetiwa network hiyo, licha ya network hiyo pia kutokuwa na nguvu kulingana na idadi yetu kubwa, ambayo hii nayo pia imepelekea au imekuwa ikichangia sana kushindwa kupata access
ya kupata taarifa kwa wakati, hususan sisi wanafunzi. Kwa hiyo hili nalo imekuwa changamoto kubwa. Kuwepo kwa changamoto hiyo, wanafunzi wameomba uongozi wa chuo kuweza kuwasaidia katika suala hilo, kwani interneti kwao ndiyo kila kitu katika kurahisisha kupata maudhui na kujua vitu mbalimbali katika kujifunza, licha ya kuwa vitu vingine hufundishwa darasani. Chuoni kwetu kuna changamoto ya interneti. Hasa kuna baadhi ya muda tunalazimika kwenda kwenye ofisi za walimu kwa ajili ya kufuata free wifi ya internet kwa ajili ya kujiconnect. Yaani huku hostel hatuna, mpaka kuna muda tunalazimika kununua router pamoja na pocket wifi kwa ajili ya kufanya baadhi ya assignment na kazi tunazopewa madarasani. Kwa hiyo nilikuwa naomba uongozi wa chuoni uturahisishie kazi sisi wanafunzi kwa kutuwekea internet kwenye madarasa yetu, kwenye hostel zetu, ili tufanye kazi kwa ufasihi na kwa wakati. Kutokana na changamoto ya internet hapa chuoni, tumekuwa tukiteseka sana kununua bando mara kwa mara, kwa sababu wanafunzi tunatumia hela nyingi kununua bando. Hivyo tunaomba uongozi wa chuo mtufanyie wepesi wa kueneza internet wifi kila mahali, ili tuweze kuturahisishia tuweze kufanya assignment zetu, coursework na kila kitu. Kupatikana kwa interneti kwa kiasi kikubwa, hasa kwa wanafunzi wa chuo, kutawasaidia kurahisisha kazi zao wawapo chuoni na kuepuka gharama kubwa ya kununua bando mara kwa mara, kwani hujikuta katika matumizi makubwa ya pesa ukilinganisha na mambo mengine. Nikiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, ni mimi Rukia Fadhili wa UDOM Digital. Asante Rukia Fadhili kwa taarifa hiyo. Amani, umoja na maadili kwa vijana inaletwa na vitu mbalimbali, ikiwemo ibada, ambayo ni moja ya kitu muhimu kinacholeta vijana na jamii kwa pamoja. Taarifa kamili na Neema Kajange. Amani, umoja na maadili kwa vijana ni moja ya misingi yenye kujenga jamii imara yenye maendeleo endelevu. Miongoni mwa njia za kujenga misingi hiyo ni ibada za pamoja zenye kuwaleta vijana kutoka madhehebu mbalimbali kwa pamoja. Ibada ya pamoja ya Interfaith Fellowship iliyoandaliwa na serikali ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma UDOSO kupitia ndaki ya Insia na Sayansi za Jamii imewakutanisha wanafunzi katika ukumbi wa LT2 Social Science. Lengo la ibada hiyo ikiwa ni kuhimiza mshikamano, kuheshimiana kati ya dini mbalimbali pamoja na kujenga maadili mema miongoni mwa vijana. Lengo la CHSS Interfaith Fellowship ni kuimarisha umoja, amani na mshikamano miongoni mwa wanafunzi bila kujali tofauti zao za kidini. Ibada hii pia iliambatana na ujumbe maalum au mada ambayo ilikuwa inasema amani na maadili kwa maendeleo ya vijana, ambayo ililenga kuwaimarisha vijana kupitia misingi yao ya maadili ili kuishi vizuri katika jamii yetu inayotuzunguka. Sambamba na hilo, gavana wa ndaki ya Insia na Sayansi za Jamii amesisitiza na kuhimiza vijana kuishi kwa amani na maadili katika jamii. Umuhimu wa amani na maadili katika chuo chetu, kwanza kabisa, unapokuwa na amani kama kijana inakusaidia kutokuwa na hofu, inakujengea pia nguvu ya kufanya kazi. Pia unapokuwa na amani na maadili inakufanya kuwa kiongozi bora, kwa sababu kijana unapokuzwa katika mazingira yenye amani na maadili inakujengea ile ari ya kujifunza na kushirikiana na wenzio na kuweka mshikamano na kuwa na upendo na kufanya kazi kwa bidii. Imetusaidia kuleta umoja, lakini pia umoja huo umetusaidia kufahamiana, maana hamwezi kuwa na umoja kama hamfahamiani. Kuna viongozi ambao tulikuwa tufahamiani, lakini sasa hivi tumefahamiana kupitia ibada ile. Lakini kupitia ibada ile pia imetusaidia kujifunza mambo mengi. Kibinafsi au kwa upande wangu kipekee kabisa, nimejifunza vitu vingi katika ibada ile, ikiwemo faida ya kutunza moyo, na kwamba amani kabla haijaenda kwa wengine au hujaitoa nje, lazima amani ianzie ndani ya moyo wako. Lakini pia nilijifunza kwamba maadili mema ndo yanapelekea uwepo wa amani. Kwa hiyo kama hamna maadili, hamna amani. Kupitia matukio kama haya, vijana wanahimizwa kuwa chachu ya maadili, umoja na amani katika jamii ili kuleta maendeleo katika taifa. Nikiripoti kutoka hapa ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma, ndaki ya Insia na Sayansi za Jamii, mimi ni Neema Kajange wa UDOM Digital. Na taarifa yake Neema Kajange inahitimisha habari za kitaifa.
Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara na uchumi. Karibu tena mtazamaji wa UDOM Digital, na sasa ni habari za biashara na uchumi. Tumaini jipya limefika Chuo Kikuu cha Dodoma kupitia mradi wa Ikoota, ambapo wanafunzi na jamii ya chuo inanufaika na uhakika wa maji safi ya kunywa, salama na yenye gharama nafuu. Taarifa kamili na Deborah Kimaro. Tumaini jipya limefika katika Chuo Kikuu cha Dodoma. Kupitia mradi wa Ikoota, wanafunzi na wakazi wa UDOM wamekuwa wanufaika wa maji safi, salama na kwa bei rahisi. UDOM Digital imepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wanafunzi ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma, huku akieleza namna mradi wa Ikoota ulivyokuwa tumaini jipya kwao na maisha yao ya kila siku kama utatuzi wa maji safi na salama. Mimi ni miongoni mwa wanufaika wa mradi wa Ikoota ambao unapatikana hapa Dodoma. Mradi ambao unatupatia maji safi na salama na uhakika kwa muda wote. So that's ni kitu kizuri na ni kitu bora kwa wanafunzi, pia imekuwa ni mkombozi wa muda wote kwa upande wetu. Mradi wa Ikoota nanufaika nao kwa kupata maji safi na salama. Kuanzia mwaka wa kwanza nimeanza kutumia mradi huu. Ni mradi mzuri, ninawashauri wanafunzi wenzangu wote tuweze kutumia mradi huu sababu unatupatia maji safi na salama. Naye msimamizi wa huduma Ikoota amepata wasaa kuongea na UDOM Digital, huku akieleza ni kwa namna gani mradi huu umerahisisha upatikanaji wa maji safi na salama ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Kampuni yetu ni kampuni ambayo sasa kibiashara imejikita sana kutoa huduma kwa wanafunzi baada ya kufanya tafiti ndani ya chuo na kuona kuwa maji ya kunywa ni tatizo, kwa sababu maji ambayo yanapatikana ni ya chumvi. Wakaamua kuwekeza ambayo wanazalisha maji ambayo ni safi na salama ambayo yana chumvi na ni pia na support ya afya kwa wanafunzi kwa ajili ya matumizi ya kunywa. Bei zetu ni nafuu. Tumefanya hivi ili kuwezesha kila mwanafunzi kuweza kukizi na kupata maji ya kunywa, ambayo bei zetu ni rahisi, ambapo tunaamini kila mmoja anaweza ka afford. Kwa lita tunauza shilingi 200. Pia matumizi yetu ni ya kiteknolojia, ambapo mwanafunzi anatumia kadi kuweza kupata huduma hii. Maji ni uhai na Ikoota imekuwa zaidi ya tumaini jipya kwa wanafunzi na wakazi wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Nikiripoti kutoka ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma, ni mimi Deborah Kimaro, UDOM Digital. Asante Deborah Kimaro kwa taarifa hiyo. Mara baada ya taarifa yake Deborah, sasa tupate dondoo za soko la fedha dhidi ya fedha za kigeni, ambapo dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2590.71 na kuuzwa kwa shilingi 2616.62. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3502.64 na kuuzwa kwa shilingi 3537.67. Euro imenunuliwa kwa shilingi 3047.45 na kuuzwa kwa shilingi 3077.93. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 20.06 na kuuzwa kwa shilingi 20.26. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.70. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi 0.86 na kuuzwa kwa shilingi 0.87. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1.76 na kuuzwa kwa shilingi 1.78. Yen ya Japani imenunuliwa kwa shilingi 16.27 na kuuzwa kwa shilingi 16.44. Yuan ya China imenunuliwa kwa shilingi 380.63 na kuuzwa kwa shilingi 383.83. Na dhahabu imenunuliwa kwa shilingi milioni 12,353,917.96 na kuuzwa kwa shilingi milioni 12,477,457.13. Taarifa hiyo inahitimisha habari za biashara na uchumi. Hii ni UDOM Digital habari. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa.
Karibu tena mtazamaji, na sasa tupate habari za kimataifa na Fred Oden. Vurugu zimetokea jijini Nairobi nchini Kenya baada ya baadhi ya vijana kuandamana kupinga kupanda kwa bei ya mafuta, ambayo imeongeza gharama za maisha kwa wananchi wengi. Waandamanaji wameonekana wakikimbia huku na wengine wakikamatwa na kupakiwa kwenye magari ya polisi. Maandamano hayo yalifanyika mapema Jumanne, Aprili 21 mwaka 2026 katika eneo la katikati ya jiji, hasa karibu na jengo la Kenya National Archives, ambapo makundi ya waandamanaji walikusanyika wakipaza sauti kupinga sera za serikali kuhusu mafuta. Kamanda wa polisi wa Nairobi, Isa Mohamud, alithibitisha kukamatwa kwa watu wapatao 11 waliodaiwa kushiriki maandamano hayo, akisema hatua hiyo ilichukuliwa ili kudumisha amani na utulivu wa jiji. Alisisitiza kuwa maandamano hayo hayakuwa yameruhusiwa rasmi na kwamba waliokamatwa watafikishwa kotini kujibu tuhuma zinazowakabili. Licha ya maandamano hayo, polisi wamesema hali ya jiji imeendelea kuwa shwari kwa kiwango kikubwa, huku biashara nyingi zikiendelea kama kawaida. Kwa upande wake, serikali ya Kenya imeonya kuwa maandamano yanaweza kuathiri uchumi zaidi, hasa wakati nchi tayari inakabiliwa na changamoto ya uchumi kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Matukio ya Nairobi yanaonyesha kuongezeka kwa shinikizo la kiuchumi kwa wananchi wa Kenya, hasa walio wa chini, huku serikali ikijaribu kusawazisha kati ya kudhibiti bei za mafuta na kulinda utulivu wa nchi. Wakati huu wa mjadala kuhusu haki za maandamano na matumizi ya nguvu na vyombo vya dola unaendelea kushika kasi. Ongezeko la bei ya mafuta halijaathiri Kenya tu, bali maeneo mengi duniani, kufuatia mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati baina ya Israel na Marekani dhidi ya Iran, hali iliyopelekea kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, lango mashuhuri kwa usafirishaji wa mafuta ghafi duniani. Ongezeko hilo limeathiri moja kwa moja gharama za usafiri, chakula na bidhaa muhimu, hali iliyozua malalamiko makubwa kutoka kwa wananchi, hasa vijana waliopanga maandamano kupitia mitandao ya kijamii. Bado minong'ono ikiendelea kote Kenya ikisema ushiriki wa maandamano umekuwa kwa kiwango kidogo kuliko vile ilivyodhaniwa. Mchakato wa kumpata katibu mkuu ajaye wa Umoja wa Mataifa umeanza jijini New York, ambapo wagombea 4 wanahojiwa na mabalozi wapatao 193 wa nchi wanachama. Mahojiano ya wagombea yameanza Jumanne, Aprili 21. Walioanza mahojiano ni rais wa zamani wa Chile, Michelle Bachelet, na mkuu wa shirika la kimataifa la kudhibiti nguvu za atomiki, Rafael Gross, huku Rebecca Greenspan na Mark Sally wakitarajiwa kufuatia katika mchakato huo. Wagombea hao wanatarajiwa kuwasilisha maono yao kuhusu mustakabali wa umoja huo na namna ambavyo watakabiliana na changamoto za dunia, huku idadi yao ikiwa ndogo zaidi ukilinganishwa na kipindi cha nyuma wakati wa kumchagua Antonio Guterres. Uamuzi wa mwisho unatarajiwa kufikiwa baada ya hatua kadhaa za tathmini. Jeshi la Israel limeripotiwa kusababisha uharibifu mkubwa katika msikiti wakati likifanya mashambulizi ya anga kusini mwa Lebanon. Tukio hilo lilitokea siku ya Jumanne, hatua inayodaiwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano kwa siku 10. Taarifa zinaeleza kuwa mashambulizi haya yamezua wasiwasi mpya kuhusu kudorora kwa makubaliano ya amani katika eneo hilo, huku wadau wa kimataifa wakihofia kuongezeka kwa mvutano endapo pande husika hazitarejea kwenye mazungumzo ya kidiplomasia. Na huo ndio mwisho wa habari za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni michezo na burudani. And he might get it back as well. Mzize's in on goal. Is this going to go in? No, it's a good save. Space on the wing. How are you feeling? He's going to kiss it. Yeah! Karibu tena mtazamaji wa UDOM Digital, na sasa ni habari za michezo na burudani, na Neema Kajange yuko tayari hapa kwa ajili ya kutupasha yanayojiri katika viwanja vya michezo. Asante sana Rizwan Juma. Habari mtazamaji, na karibu kwenye habari za michezo na burudani. Mimi ni Neema Kajange. Tuanzie huko visiwani Zanzibar. Mashindano ya kombe la muungano yanaendelea visiwani Zanzibar, yaliyoanza rasmi Aprili 21 yakikutanisha timu mbalimbali toka Tanzania bara na visiwani katika kuadhimisha na kuimarisha umoja na mshikamano kupitia michezo. Taarifa zaidi na Upendo Ernesti.
Kombe la Muungano ni moja kati ya mashindano muhimu ya michezo nchini, yakilenga kuenzi historia ya muungano wa Tanzania kwa kutumia michezo kama daraja la kuimarisha mahusiano. Mashindano ya mwaka huu yameanza kwa shamra kubwa huko Zanzibar, yakihusisha timu zenye ushindani mkubwa na matarajio makubwa ya kufanya vizuri. Ufunguzi wa mashindano hayo umehudhuriwa na viongozi wa michezo, wadau pamoja na mashabiki waliokusanyika kushuhudia mechi za awali. Timu shiriki zimeonyesha ushindani wa hali ya juu huku zikilenga kutoa ubingwa na mashindano hayo ambayo yanazidi kupata umaarufu kila mwaka. Waandalizi wa mashindano hayo wamesema kuwa lengo kuu ni kukuza vipaji vya wachezaji chipukizi pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kimichezo kati ya pande mbili za muungano. Mashabiki nao wamejitokeza kwa wingi viwanjani kushangilia timu zao, wakieleza kufurahishwa na kuanza kwa mashindano hayo ambayo huleta burudani pamoja na kuhamasisha mshikamano wa kitaifa. Kwa upande wa wachezaji, mashindano haya ni jukwaa muhimu la kuonesha uwezo wao wa kuvutia fursa zaidi katika soka la ndani na nje ya nchi. Kwa ujumla, kuanza kwa Kombe la Muungano Zanzibar ni ishara ya kuendelea kuimarika kwa michezo nchini pamoja na kudumisha umoja wa kitaifa. Mashindano hayo yanatarajiwa kuendelea kwa siku kadhaa zijazo, huku timu zikichuana kuwania ubingwa. Upendo Ernest, UDOM Digital. Asante Upendo Ernest kwa taarifa hiyo. Sanaa ya uchoraji imeendelea kuwa tegemeo kwa vijana wengi wanaotafuta kipato pamoja na kuonyesha vipaji vyao. Lakini je, kwa kiwango gani sanaa hii inawasaidia wasanii hao kujikwamua kiuchumi? Taarifa zaidi na Restituta Mkongwe. Kwa mtazamo wa wengi, uchoraji ni kipaji tu. Lakini kwa baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, wao wanaona uchoraji ni chanzo cha ajira. Sanaa ya uchoraji inahusisha ubunifu wa kuchora picha au michoro kwa kutumia rangi na vifaa mbalimbali. UDOM Digital imezungumza na baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma wanaosoma shahada ya awali ya sanaa na usanifu ili kuweza kuelewa faida wanazozipata. Tukielezea faida za uchoraji, kuna faida nyingi, lakini ya kwanza ni kwamba kupitia uchoraji tunapata kipato. Hii tunapataje? Kwa mfano sisi baada ya kuchora tunauza picha zetu, tunauza ndani ya chuo na nje ya chuo. Lakini faida ya pili, kupitia uchoraji inatusaidia kukutanisha na watu, kwa sababu tunapofanya shughuli ya uchoraji na kuziuza tunakutana na watu tofauti. Kuna wengine wanatoka nje ya mkoa wa Dodoma, kuna wengine mpaka wanatoka nje ya Tanzania. So hii inatusaidia kutufungulia fursa kufahamiana na watu na kuongeza uhusiano. Lakini faida nyingine pia, kupitia uchoraji tunapata ajira, kwa sababu sisi tumeamua kuifanya hii kazi ya uchoraji kama ni kazi rasmi. So ni miongoni mwa chanzo cha ajira. Lakini faida nyingine kubwa kabisa ya uchoraji, sisi hatuchori uchoraji kwa ajili ya pesa tu, bali tunachora uchoraji pia kwa ajili ya kuelimisha. Kwa mfano, kutokana na utamaduni kupotea na vitu kama hivyo, naweza kupitia uchoraji nikaonyesha Wamasai na tamaduni zao. So ninachokifanya ni kuelimisha umma au watu ambao hawajui vizuri kuhusu tamaduni fulani. So kwa mfano kama hii picha hii hapa, naweza nikaelezea utamaduni wa Kimasai. Inasaidia kufikisha ujumbe kwa jamii. Kupitia picha unaweza ukafikisha ujumbe, au tunasema unaweza ukaelimisha jamii kupitia uchoraji. Faida ya pili, pia inanisaidia mimi binafsi kujiajiri kupitia uchoraji. Kwa mfano naweza nikachora picha zangu nikauza nikapata kipato. Licha ya uwepo wa faida hizo nyingi za sanaa ya uchoraji, lakini bado wasanii hao wanakumbana na changamoto mbalimbali. Kuna changamoto nyingi sana zinazoikumba kazi ya sanaa, hasa sanaa ya uchoraji. Moja ya changamoto ni changamoto ya fedha. Ili mtu uweze kuzalisha kazi na iuzike, inabidi iwe na ubora. Ule ubora katika kazi ya sanaa ya uchoraji unahitaji fedha kwa ajili ya kununulia ila vifaa, kuandaa masoko, za kusafirisha vifaa na nini. Kwa changamoto ya kwanza ni changamoto ya fedha. Lakini pia changamoto nyingine ni mapokeo ya wale kazi ambao watu ambao tunaandalia kazi. Mfano, mimi nina mteja wangu ambao nimemtarget. Sijamwambia kama namwandalia kazi, ila jinsi nilivyoiandaa kazi yangu na namna anavyoipokea yeye inanisababisha mimi kupata changamoto ya kuuza ile kazi yangu ya sanaa.
Licha ya changamoto nyingi zinazowakumba wasanii hawa, lakini bado wanaamini kuwa sanaa ya uchoraji ni chanzo kikuu cha wao kujipatia ajira. Nikiripoti kutoka moja kati ya ofisi ya wanafunzi wa sanaa ya uchoraji kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, jina langu ni Restituta Mkongwe wa UDOM Digital. Asante Restituta Mkongwe kwa taarifa hiyo. Sasa tupate michezo ya kimataifa na Mcrida Ngasa. Mfaransa Courtney Moutet, Lodz ambaye ni miongoni mwa wachezaji bora duniani kwenye viwanja vya udongo, akiwa bado kijana mwenye uzoefu mkubwa kwenye mashindano makubwa. Lodz anaendelea kujijengea kujiamini, hasa akilenga kufanya vizuri zaidi kuelekea mashindano yajayo ya Madrid, ambayo pia ni sehemu muhimu ya maandalizi kuelekea French Open. Asante Mcrida Ngasa, na kufikia hapo sina la ziada katika michezo. Mimi ni Neema Kajange, nikurudishe kwa Ridwan Juma. Asante Neema Kajange kwa taarifa hizo. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha habari yetu, tupitie kwa ufupi vichwa vya habari. Mazingira wezeshi yanufaisha wenye mahitaji maalum UDOM. Changamoto ya uhaba wa interneti ya athiri ujifunzaji wa wanafunzi UDOM. Vijana wahimizwa amani na maadili UDOM. Na katika michezo, kombe la muungano laendelea kutimua vumbi huko visiwani Zanzibar. Na mpaka kufikia hapo tumefika mwisho wa taarifa habari kutoka hapa UDOM Digital. Kwa maoni na ushauri usisite kuwasiliana nasi kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Kwa niaba ya mafundi mitambo na timu nzima ya UDOM Digital, mimi ni Ridwan Juma. Asante kwa kutazama.